Sasa tuliwahi kukwambia kwamba kutapeliwa sio ushamba, sio ujanja. Mtu yoyote anaweza akatapeliwa. Ukitapeliwa haimaanishi hauna elimu au wewe ni mshamba au hauna pesa. Mtu yoyote anaweza akatapeliwa kwa sababu mbinu anayokuwa anaitumia tapeli wewe haujaifahamu kwa muda huo. Haya, nakuletea video hii hapa ikionyesha mchungaji ametapeliwa kwenye upatu. Mchungaji. Sasa angalia kama mchungaji anatapeliwa kwa sababu mbinu tu anayotumia matapeli hajaifahamu. Wewe ni nani? Naitwa Tony Hezron Mapeli. Nasikitika lakini pia nimekuja hapa kwamba angalau nizungumze jambo hili ambalo linaendelea kwenye kampuni inaitwa LBL. Kampuni hii ni kampuni ambayo inafanya kazi ya kufanya kama upatu vile. Lakini kwa mimi kama mimi kwamba kuna baadhi ya wachungaji ambao wapo wamejiunga kwenye hii kampuni na ndio ambao hata mimi mwenyewe pia walinikutanisha na hii kampuni. Wakawa wanazungumza kwamba kampuni hii kwa hivi na hivi. Baadaye nikajaribu na mimi kujiunga. Lakini baada ya kujiunga kuna mama ambaye alitokea kwa bali ya utoaji zile pesa. Zile pesa zikawa hazitoki. Ikabidi niulize swali. Nikaanza kuwauliza, vipi mbona pesa haitoki? Wakasema pesa subia itatoka. Baadaye mimi ikabidi nianze kufuatilia kwamba iko rasmi. Nikaanza kuwauliza. Katika kuwauliza wakaanza kuwa wakali kwamba kwa nini unatufuatilia? Kwa nini unataka kujua kwamba iko rasmi? Wewe subiri pesa yako utapata. Kwa katika hili niseme tu kwamba yani watu wengi wamejiunga, especially kwamba wachungaji ndio ambao wengi wamewaunga washirika wao. Sasa kwa mujibu wa taarifa sasa hivi paka watu ambao wamejiunga wako milioni 1.0 hivi ambao wamejiunga. Sasa nilivyoona kwamba kwa leo nikaona kwamba wametuma tena link yao ya kuhusu kwamba watu si wameongea na BOT na BOT wametaka kwamba asajiliwe. Lakini katika kutaka kusajiliwa wanazungumza kwamba watu tena watoe pesa ili wasajili rasmi. Kwa hiyo tatizo hili nikaona nilivyoona kwamba tena natokea hivi, ikabidi nifanye kwamba nije angalau kuambia watu ambao na mpaka sasa hivi kuna wengine wanaanza kujiunga. Nimeanza kuona kuna watu wanatuma pesa wanajiunga. Sasa nikataka kwamba niongee kwamba kama kuna mtu anafikiri kwamba labda hawa watu wako rasmi, bado hawako rasmi, na kama maongezi na BOT bado hawajafikia mwafaka kwamba watasajiliwa au itakuwaje. Kwa hiyo hili ndio nikafanya kwamba mimi nije hapa niongee na nyinyi waandishi wa habari kwamba hawa watu inawezekana huko nje na kwenye mtandao kule wanasema msisikilize vyombo vya habari bali tusikilize sisi. Ila mimi niwaambie mimi kama mmoja wao kwamba hakika watu hawa hawako rasmi, hawajasajiliwa, na mtu yote asitoe pesa. Kama anavyosema mwingine atoe 200,000 na ngapi, asitoe pesa. Na hawa watu kwa ujumla kwetu tu tuseme kwamba ni kampuni ambayo bado haiko rasmi. Kwa kama kuna chochote ambacho kitaendelea labda na jeshi la polisi ndio tutazungumza kwamba nini kinachoendelea, lakini wao wasizungumze kama wao kwamba wamesha kukubaliwa wamefanya nini. Kwa hiyo haya ndio ambao ni kwamba mimi nimekuja nizungumze hivyo kwamba hawa watu ni watu tu ambao wapo lakini matapeli. Labda nikuulize. Ndio. Labda wewe kiingilio ni shilingi ngapi? Okay. Hadi sasa hivi unatoa shilingi ngapi? Hawa watu tuseme wana nini? Tuseme wana ngazi kwamba kuna wanasema wanaanza sema P1, P2, P3 mpaka P4. Sasa P1 ni yule ambaye anaweza kujiunga shilingi 50,000, alafu akajiunga shilingi 50,000 ndo anaanza. Alafu P2 ni yule anajiunga 150,000. Alafu P3 ni yule ambaye anajiunga 500,000 na 40,000. Sasa hao ndio ambao ukishajiunga pale ndo wanakuambia sasa kwamba utaanza kuchukua pesa zako kila mwisho wa mwezi 500,000 na yani kwa mfano P3 500,000 na 40,000 kila mwisho wa mwezi unachukua kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi nilivyojiunga yani mpaka sasa hata pesa moja sijachukua.
Kwa hiyo nawadai 500,000 540,000 nawadai. Na umejiunga muda gani mpaka sasa? Mimi niseme ni wiki mbili. Wiki mbili sio. Yaani kwa mfano nililipa 540,000. Kwa hiyo nilipofika wakati kutaka kutoka wiki moja, maana yake wiki moja ndio leo hela haitoki. Kwa hiyo nikaanza kuwafuatilia nijue, lakini baadaye ndio wakawa wakali. Kwa nini wewe unatufuatilia? Kwa nini unataka hivi na hivi? Kwa hiyo ndicho ilivyokuwa hivi. Ndio. Mimi kwa kweli sijamuunga mtu hata mmoja. Sijamuunga mtu hata mmoja. Na utaratibu wa kutoa hizo fedha ukoje? Utaratibu ni kwamba ikifika ile labda Alhamisi, walisema Pisilini Alhamisi, unaingia kwenye mtandao. Sasa ningewaonyesha hapa jinsi ambavyo unavyoingia. Unaingia kwenye mtandao, kisha ingia kwenye mtandao, unaingia kuna sehemu panaitwa paid. Kwa hiyo kisha ingia pale, unaanza kufanya kutoa miamala pale. Ukishatoa miamala, wanakuja na kuandikia kitu unpaid. Kisha unpaid, unasubiri, wanakuja kuletea tena kitu wanasema processing. Yaani maana kinaendelea. Yaani mambo yanaendelea. Baada hapo ndo wanasema sasa mwisho sasa wakitumia neno paid, maana yake ile neno paid maana yake unakuta ndo hela yako inaingia wapi? Kwenye account. Lakini mimi hicho sijakiona. Niliona tu iko unpaid. Baada ya unpaid ikaja processing. Basi ndo kaishia hivyo. Wito wako sasa nawe Tanzania wenzetu? Kwa Watanzania wenzetu niseme kwamba Watanzania wote niseme tusikubali kukikubali kitu kabla hatujafanya uchunguzi. Hatujajua kwamba kiko rasmi kisheria au la. Lakini pia pamoja na hivyo, lakini bado nitoe wito kwa viongozi wote ambao wapo kwenye mamlaka hizi kwamba nao pia wawe makini na taasisi yote ambayo inaanzishwa ili kuwalinda Watanzania. Kwamba inapoanzisha tu taasisi waichunguze kwamba kwa sababu hii kwa mfano hii ni rahisi sana kuichunguza. Ukajua mimi walikuwa wanaonyesha vile vya TRA na nini. Lakini TRA kwa sababu sio mpango wao, wanataka pesa. Lakini nitaka ile certificate ya BOT itakiwa ile wale viongozi wale wahusika waifuatilie ile certificate, kwa sababu wao walikuwa kienda pale viongozi wasema angalia tuko rasmi, wanatoa vitu vyote vile ambavyo vya kufungua kampuni na nini. Sio, umeelewa? Kwa watu wakawa wanaaminishwa hivyo na watu wakawa wanaamini hivyo. Kwa hayo ndio ambao mimi naona kwamba Watanzania wajiepushe na vitu vinavyoingia, alafu na kama nataka kujiridhisha ajiridhishe, yani akijiridhisha kwa undani zaidi afu ndo aingie. Ila sasa mimi nasema kwa kweli wengi wana vilio. Kwa mfano kuna mmoja nilipiga simu amejiunga kwa milioni 10. Alafu hajachukua hata senti. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unagundua kwamba kuna watu wengi ambao sasa hivi wana maumivu. Na hili sasa maana yake najua kwamba hapa maana yake ndio yameshafikia hapo. Kama ulivyokwisha kuiona video hiyo, mchungaji ametapeliwa kutokana na kwamba mbinu wanazozitumia matapeli yeye alikuwa hajazifahamu. Sasa kwa sababu ameshazifahamu, matapeli hawawezi wakatumia tena mbinu hiyo kumtapeli. Akiona mbinu kama hiyo inataka kutumika, anajua kabisa huu ni utapeli na anaachana nao. Ndio maana tunakwambia kaa karibu na King Fasihi ili uendelee kuzipata mbinu wanazozitumia matapeli uweze kuepuka. Shtuka mapema, mshtue na mwenzio, usikubali kutapeliwa.